Askari walilala chini katika matope huku wakitambaa, na juu usawa wa migongo yao zilifungwa nyaya za chuma, kama wakiinuka basi zitawaumiza. Na wakati huo pembeni alikaa askari mwenye mtutu mkubwa akizimimina risasi usawa wa migongo yao. Yoyote atakayeinuka basi atapigwa risasi. Mafunzo haya yaliyotengeneza picha ya uwanja wa mapigano yaliwajengea maaskari ujasiri. Wakati huo kiongozi wa mafunzo hayo alikazana kuwasisitiza askari wawe na ujasiri, wasirudi nyuma, wasiwe na hofu, waitoe hofu ndani yao. Na wakati askari hawa jasiri wakiendelea kusonga mbele katika mafunzo haya, mmoja akashikwa na hofu kuu, akawa kitetemeka sana. Baadaye akashindwa kabisa kutembea. Wenzake wakawa wakimfokea na kumwambia asogee mbele, kwa maana mstari wao sasa ulisimama, maana yeye peke yake aligoma kwenda mbele. Na baada ya kukataa kwa muda mrefu, hofu huyu bwana ikamzidia na akaamua kuinua kichwa chake, na alipoinua risasi ikapenya katika kichwa chake. Zoezi na mafunzo haya ya kivita yakapaswa kusimama, maana yalikuwa ni maafa. Lakini katika sheria za kijeshi na sheria za vita, askari kama huyu aliyekufa katika mafunzo, wala hakuna sheria zozote zitakazochukuliwa kwa yule askari mwenye mtutu, kwa maana mwanajeshi alijiunga mwenyewe kwa hiari jeshini na amekufa katikati ya mazoezi, hivyo hakuna atakayewajibika. Hii ni miongoni mwa zile sheria ngumu kumeza, yaani kama umechagua mwenyewe kuyavulia maji nguo, basi huna budi kuyaoga. Ziko sheria nyingi za kushangaza, na leo nitakutajia sheria 10 za kushangaza zaidi katika vita, kwa sababu tunasema vita ni sayansi. Vita huhusisha zana za kisasa za kisayansi katika mapigano. Lakini pia vita ni sanaa inayohusisha mpangilio wa askari katika kupeleka mashambulizi kwa maadui. Vita ni miongoni mwa jambo ambalo lilianza zamani sana. Sanaa ya vita ilianza hata kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Vita ni miongoni mwa matukio yaliyokuwa yakitokea tangu zamani mno. Lakini vita hizo za zamani hazikuwa na sheria. Watu walipigana hovyo hovyo, na ndiyo maana mara nyingi mshindi wa vita ilitegemea uwingi wa jeshi lake na si mbinu ama zana za kisasa alizozitumia. Lakini hakuna anayekataa ya kwamba dunia ilipokuja kushuhudia vita ya kwanza na vita ya pili ya dunia, ndipo wakaamua kuleta sheria za kuongoza vita. Hivyo vita hupigano kama mchezo, kama unavyocheza bao, drafti ama karata. Kuna sheria za mchezo, vile vile vita ina sheria zake. Basi na zifuatazo ni sheria za vita zilizoanzishwa na Umoja wa Mataifa. Sheria namba 1 ya vita inasema askari ataruhusiwa kupigana akiwa na nguo za kivita ama kombati za kijeshi. Ni kosa kwa mwanajeshi kuingia vitani akiwa na nguo za kiraia, hata awe na mafunzo makubwa kiasi gani. Kama amevaa nguo za kiraia, hatapaswa kuingia katika uwanja wa vita. Sheria namba 2 ya vita inamtaka mwanajeshi wakati wa mapigano ashambulie targeti ya maadui zake pekee, asipige raia wasio na hatia. Lakini vile vile hataruhusiwa kumuua mwanajeshi pinzani kwa njia ya kuumiza au kwa njia ya maumivu. Yaani kwa mfano, akampiga risasi ya kifua na askari akaanguka, kisha akamsogelea na kuanza kumchoma visu ili kumuua. Hilo ni kosa la kivita. Sheria ya 3, mwanajeshi wakati wa vita hataruhusiwa kuwashambulia ama kuwaua watu wafuatao. 1, watu wote waliosalenda katika uwanja wa vita hauruhusiwi kuwaua. 2, wanajeshi wote mliowakamata mateka hamruhusiwi kuwaua. 3, kama kuna mtu yoyote katika uwanja wa vita ambaye amejeruhiwa, huruhusiwi kummalizia hata kama ni adui yako. Yaani kwa mfano, askari hana miguu au amekatwa mikono katika uwanja wa vita na amelala chini, hauruhusiwi kwenda kummalizia. Vile vile hauruhusiwi mwanajeshi kumuua ama kumshambulia askari wa Msalaba Mwekundu, wale wanaotoa huduma za kibinadamu. Vile vile hauruhusiwi kupiga magari ya waandishi wa habari, kuwaua waandishi wa habari ama magari ya kusambaza misaada ya kibinadamu. Sheria namba 4 ya vita, hauruhusiwi kusalenda kwa uongo. Yaani ujifanye kama vile umesalenda halafu kumbe una mbinu ama njama ya kumshambulia adui. Hilo litakuwa ni kosa la kivita. Kwa mfano, mwanajeshi kutumia jezi ama kombati za jeshi pinzani ili kumshinda adui yake. Hilo ni kosa la kivita. Vile vile kuvaa nguo za wauguzi wa kiafya ama waandishi wa habari na wakati wewe ni mwanajeshi, hiyo tunaita ni fake surrender.
hilo litakuwa ni kosa la kivita. Na sheria ya 4 ya kivita inasema askari wa jeshi lolote wakati wa vita hataruhusiwa kushambulia majengo yafuatayo: 1. Hospitali, shule, msikiti, kanisa ama nyumba yoyote ya ibada ya dhehebu lolote lile. Vile vile mahakama ama bunge hauruhusiwi kulishambulia, na atakayeshambulia basi atakuwa amevunja sheria na kanuni za kivita. Sheria namba 6 ya vita inadai mwanajeshi yoyote wakati wa vita atapaswa kutoa msaada wa kibinadamu, iwe ni matibabu, ulinzi ama chakula au maji, haijarishi ni askari wa upande wake ama ni adui yake. Si vema kumwacha askari hata kama ni pinzani akafa eti kwa njaa ama kwa kukosa matibabu. Na sheria ya 7 inamtaka mwanajeshi yoyote wakati wa vita, zana na vifaa vyote vya kijeshi baada ya mapigano vikusanywe vyote na virudishwe katika makambi ya kijeshi ama sehemu salama, na visiachwe tu watu wakaviokota na kuanza kuvitumia. Sheria namba 9 haimruhusu mwanajeshi yoyote ama jeshi lolote kutumia zana za maangamizi kama vile matumizi ya sumu, mitego ya kutia maumivu, silaha za nyuklia na silaha nyingine za maangamizi. Hii haina tofauti na ile sheria namba 3 ya kutomuua mwanajeshi katika namna ya kutia maumivu au namna ya kumfanya mtu aupitie maumivu makali kabla ya kufariki. Zipo sheria nyingi, lakini kwa leo acha tuishie hapa. Nisikuchoshe, usinichoshe, tusichoshane. Mimi naitwa Makaveli.